Vipi mbona unashikia kiuno mwenzetu? Hivi unajua nikwambie kitu mimi sikuelewi kabisa. Kuhusu nini? Wewe ndo nini kabisa? Unajua kabisa leo mimi ndo zamu yangu kumpikia mume wangu futari. Haya wewe kilichokusibu ndugu yangu ndo kupika kuweka pale mafutari yako maana yake nini yani? Yaani wewe ndo unashika mfuko sasa hivi unaenda gengeni. Muda wa kufuturu umefika ndo nishampikia mume wangu tayari. Wewe unapikaje mapema wakati unajua kabisa ni zamu yangu? Mbona unapenda kunionea lakini? Ndo nishapika utanifanya nini? Mimi ndo maana nilimwambia mume wangu wanawake anaenda kuoga na angalia sasa mtu aliyeniletea. Wewe tena ukome. Ndo kanipenda mimi na ndo kanishanioa. Tuko hawa wawili. Mbona hakutulia na wewe? Sio hakutulia. Wewe mwenyewe tu unisikia unapoongea yani umekaa yani ile ukorofi mimi nakwambia mume wangu leo hali futari yako tutaona. Sasa tuone kati ya mimi na wewe nani atakayekula futari? Kati ya wewe mimi na wewe mume wangu atakula wapi futari? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi mbona hivi? Hamna, mimi nilikuwa tunajaribu kumwelewesha mke mwenzangu kuhusu futari. Hebu angalieni watu wanavyowaangalia nyinyi mkiwa mnazozana. Wewe unafikiri kitu kizuri hiki? Hamna mume wangu, lakini sisi tulikuwa tunaongea tu kwa nani, kwa amani. Sisi mke mwenzangu. Sikia nikwambieni kitu. Nyinyi wote ni wake zangu, sawa? Na mna haki kila mtu ya kupata stahiki yake. Haina haja ya mzozano, mikwaruzano. Hiki ni kipindi ambacho kinampendeza Mungu. Kinachotakiwa ni kusali, kuzikri, kuomba dua na kutubu mambo yako yote mabaya ambayo unayofanya. Sasa ikitokea rapsha kama hii, unafikiri Mwenyezi Mungu anafurahia? Katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu havipendi, taraka mojawapo. Mfano leo mimi natoa taraka kwa nyinyi. Wewe unafikiri kwa kitu kitakuwa kinatija? Hamna, lakini mume wangu tulikuwa tu tunaeleweshana, kweli tulikuwa tu tunaeleweshana kuhusu futari. Sikia nikwambieni kitu. Mimi na haki ya kula futari yako na haki ya kula futari yako. Pia mke wangu wa pili. Sasa ikiwa hiki kitu kinatokea na kuendelea, wewe unafikiri mimi nitajisikiaje? Jamii itanichukuliaje? Na sio jamii tu, sisi tunaishi hata kama ikiwa tumejificha chini ya uvungu, Mwenyezi Mungu anatuona kwa yale tuyatendayo. Ina maana ndani tunajificha kwa mabaya, nje tunaonekana wema. Haina mantiki. Haifai. Huu mwezi wa kuchuma, huu mwezi wa kuvuna, na ndio maana kwa mwaka unakuja mara moja tu. Ni kufanya toba. Na nyinyi wote sio kama mfahamu hivyo vitu, mumeenda madrasa mnajua. Sasa kwa nini inajitokeza hii? Lakini mume wangu tulikuwa tu tunaeleweshana kuhusu hiyo futari ya eti tumegombana sisi. Si hamna, hatujagombana tu mume wangu kweli. Sasa mimi ninachotaka nyinyi wote wawili mkae chini, mtafakari, mjue jinsi gani mume wenu atakula chakula kizuri, na wote nyinyi mafundi kwenye kupika. Aila mume wangu. Hakuna cha ila. Nachotaka kuanzia leo hii mizozano ya nyinyi wawili sitaki tena niione. Nyinyi wote ni wake zangu, muna haki ya kila mtu kupata stahiki yake. Mimi nitakula ila lakini basi kwa sababu mimi nishapika futari pale. Yeye kama anaenda labda akanunua tu cha jioni kwa ajili ya daku, basi tutafuturu wote, maana nimepika chakula cha kutosha. Nimekuelewa. Basi wewe na mimi nikachukua hivyo vitu tuongezee, tutakula tu pamoja usiku. Mimi nataka msameheane kwa kila kitu na sitaki jambo lolote baya tena liendelee. Sawa. Msamehe basi mke mwenzangu, sawa? Nishakusamehe pia, naomba unisamehe. Sisi wote nakosea. Sawa, nimekuelewa mke mwenzangu. Sitataka kuliona tena hili jambo. Sawa. Sawa. Bye na kuja. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب